hiki kwa makini kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni kisa chenye kusisimua. Kwa majina yangu naitwa Flora Limo, ni mwanamuziki wa Injili Tanzania na pia ni mwinjilisti na pia ni mwalimu. Nataka tujifunze kwa habari ya kuabudu mizimu. Mizimu ni majini yanayoishi makaburini au maroho yanayoishi makaburini. Watu wengi wanaamini kwamba mizimu ni watu waliokufa. Mtu akishakufa hawezi kufanya lolote tena katika ulimwengu huu. Biblia inasema katika Mhubiri 9:10 kwamba hakuna shauri wala maarifa huko kuzimu uendako wewe. Na maana kwamba mtu aliyekufa hawezi kukupa maelekezo yoyote tena, kwa sababu roho iliyoko ndani yake inamrudia muumba wake kusubiria ile hukumu ya siku ya mwisho. Nataka nizungumze kwa habari ya kisa kimoja. Kijana mmoja alikwenda kwenye disco. Zamani sana ulikuwa na mambo ya madisco. Mimi nilikuwa mtoto kipindi hicho. Hicho kisa ambacho nataka kukuelezea siku hii ya leo. Huyo kijana alipokwenda kwenye disco, alikwenda peke yake tu. Bahati nzuri akamwona binti amekaa sehemu peke yake. Ikabidi aende akakae naye pale ampe kampani. Wakaanza kuzoeana, wakaongea, wakacheza, wakanywa, wakafurahi. Mwishoni kabisa yule binti akampa yule kijana namba za nyumbani kwao. Akamwambia basi uje nyumbani. Yule kijana hakusita kwa sababu alikuwa na shida na mke. Na ameshapata mke mzuri na wamecheza, yani ameshampenda, yani ameshaingia moyoni. Basi wakapeana na siku na tarehe, huyo kijana atakwenda wapi? Atakwenda nyumbani. Yule kijana katika kuongea, katika kufurahi nini na nini, yule binti akamwambia basi ili uamini nimekupenda na kuvulia huu mkufu wangu nikupe kama ishara ya upendo, na utakapokuja nyumbani uje uonyeshe huu mkufu pale nyumbani. Nataka usiponikuta, lakini onyesha mkufu, watu watajua ni mimi nimekupa. Na yule kijana akamwambia, ujue nimekupenda, nenda na hili koti langu. Yule kijana alikuwa amevaa koti. Akamwambia nenda na hili koti langu kama ishara kwamba tunapendana. Basi wakaagana, yule binti akachukua koti na yule kijana akachukua mkufu. Siku ikafika, yule kijana akaenda kwa nani? Kwa yule binti. Ni maeneo hapa Dar es Salaam, hilo tukio lililotokea kipindi hicho. Yule kijana akaenda pale kuulizia ile namba ya nyumba. Zamani ilikuwa hakuna simu, kwa hiyo walipeana namba za nyumba. Akatafuta namba ya nyumba mtaa na namba ya nyumba akapata. Alipofika akajielezea vizuri. Mwishoni akaelezea mtu huyo anaitwa fulani. Wakasema ndio, hilo jina ni la binti wa hapa ndani, lakini ashafariki. Akasema hapana, tulikuwa naye kwenye disco, yupo kabisa. Akaonyesha na mkufu, akasema na mkufu wake alenipa jamani, huu hapa. Pale ndo watu familia nzima ikataharuki, wakaanza kulia, yaani wameshangaa, huu mkufu tulimzika nao, imekuwaje huyu amekuja nao hapa? Ikabidi polisi aingilie kati. Polisi alipokuja, yule kijana akakamatwa, akasema jamani, mimi nachoomba nihakikishe kabisa huyu mtu ni mzima. Ikabidi sasa familia impeleke kwenye nini? Kwenye kaburi lake. Familia moja kwa moja wakaelekea kaburini wakiwa na polisi. Sasa ile wamekaribia kaburi lile pale, kijana kutupa macho juu ya kaburi, akaliona koti lake limefunikwa pale juu ya kaburi. Yule kijana akazimia pale pale. Na sikumbuki alienda kuzindukia wapi, lakini alipoliona tu koti lake kaburini alizimia. Sasa mimi ninachotaka nikuambie kwamba yule hakuwa ni yule dada aliyekufa. Lile lilikuwa ni jini. Alikutana nalo kwenye disco, akacheza nalo kwenye disco.
Na jini, nataka nikwambie kwamba jini lina uwezo wa kubadilisha, ya kuvaa mwili wa mtu, sura ya mtu, ukasema ni fulani kabisa, lakini lina uwezo, majini ya makaburini yana uwezo kuvaa sura ya mtu. Na mkufu ule, majini yana uwezo kuwa nao, kwa sababu ile ni maroho. Kwa hiyo ina maana kwamba yule alikuwa sio yule dada, lile lilikuwa ni jini. Kwa hiyo nataka nikwambie kabisa, mtu wa Mungu, wewe ambaye umeweka imani kwa watu waliokufa, elewa kabisa kwamba unacheza na majini. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikuvute taswira yako, akili yako na mtazamo wako kwamba mtu akishakufa hawezi kufanya chochote tena chini ya jua hili. Hana maarifa ya kuweza kumsaidia mtu aliyoko hai. Biblia inasema hivi kwamba Mungu ni Mungu wa walio hai. Mungu sio Mungu wa wafu. Haleluya. Mungu ni Mungu walio hai. Mungu sio Mungu wa wafu. Watu wengi wanaamini sana wafu kuliko hata kumwamini mtu aliye hai. Mtu anaweza kaota ndoto tu na akati ile ndoto na ikamtia hofu kuliko mtu aliye hai anapomjia direct na kumweleza 1 2 3. Kwa nataka nikwambie mtu wa Mungu, epuka kabisa kuabudu mtu aliyekufa. Epuka kuamini mtu aliyekufa. Nataka nikupe kisa kingine ili uondoke kabisa kwenye taswira kuamini mtu aliyekufa. Mtu akishakufa, roho yake inakwenda kwa Mungu, inamrudia Mungu wake, inasubiria hukumu. Hawezi kuja kufanya kitu chochote tena katika dunia hii. Mtu aliyekufa kwenda dance, kucheza dance, lile lilikuwa ni jini. Mtu aliyekufa hawezi kuweka tena koti la yule mtu pale kaburini, hawezi. Lile lilikuwa ni jini tu, lilimwingia yule. Sasa yeye akajua ni mtu. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, njia ya kupona juu ya haya maroho ya makaburini ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu akishaingia ndani yako, akikaa ndani ya maisha yako, haya maroho hayana nguvu kwako. Hautasumbuliwa na haya maroho yanayokaa makaburini, unasema ni mtu aliyekufa. Mpaka watu waliookoka utasikia nimeota bibi yangu, nimeota